Haya matatizo umetafuta wewe mwenyewe. Hivyo basi, utaendelea kuteseka hivi mpaka mwisho wa maisha yako. Utachagua kusuka ama kunyoa, kuzika ama kusafirisha. Maana matatizo umetafuta wewe mwenyewe. Fata hapa. Nimekuja kukuambia kwamba achana na hivyo vitu ambavyo unataka kwenda navyo. Kwa sababu tumemzika mama muda si mrefu, hata mwezi hujaisha bado. Lakini ndio hivyo najiingiza kwenye vita kubwa. Hivi wewe Hanifa na wewe Deo, hivi mnaweza mkaniambia sababu ipi inayofanya msiende shule? Mama mdogo, kama wewe umesoma naona kazi yoyote. Mama mdogo, sasa tuwezi kusababisha wazazi wetu waharibu vitu kama alivyoharibu wazazi wako kwa ajili ya kukusomesha. Kwa hiyo kumbe unajua kabisa kwamba tumetoka kumzika mzazi wetu muda mrefu. Ila unaona kama hiki ambacho nataka ukifanya hapa sasa hivi ni kitu kibaya. Sasa hebu nisikilize mdogo wangu. Yaani wewe kama unaona raha kuwaona waliohusika na kifo cha wazazi wetu wanaenjoy huko, I say ni wewe. Ila mimi ungelifanya kazi yoyote ulioajiriwa, hapo ungetushawishi, lakini kwa hilo usisome shule. Malaya mkubwa wewe. Rafiki yangu. Muka kakangu, usilipize baya kwa baya. Hebu mwachie Mungu hiyo kazi atafanya yeye, kwamba alipeje hapo. Maana hii vita sidhani kama utaiweza. Unajua umejipanga vipi wale mpaka kufanya kitu kama hicho? Yaani unajua siku zote tunaambiwa malipo ni baba. Sasa wewe kama utasubiria kwamba Mungu ataenda kulipa huko, endelea kusubiri. Nipendekeza. Rafiki yangu huko nini? Kilichokuleta hapa kwanza nini? Cheki ulivyokaa. Hizo ni buti zani za kwanza. Cheki nilo shati. Kama unamfungia gamu yoga. Ndio mshangae sasa hizo nywele zilivyokaa. Nyie watoto. Nikauliza swali mnaweza mkanijibu? Hatina muda kujibu maswali yako. Unajua wamejipanga vipi hawa mpaka kufanya kitu kama hicho? Mimi ni hayo tu. Sina hata cha kuongea sana. Hivi ni maneno gani mnayoongea mbele ya huyo mgeni? Wanasemaga hivi, usilijua sana usikuwa. Wewe, ukitaka kujitafutia matatizo, baki hapa. Sasa sisi tunaomba usijitafutie matatizo. Ondoka. Mimi sitaki kujua kwamba hao watu wamejipanga vipi au wamejipangaje. Yaani vita ni vita tu. Lazima watakubali. Bali nini bana? Mdogo, unajua ni kwa nini tumemfukuza huyo shoga yako? Ndio, hebu mwambie. Katika pita zetu, si tukamkuta na yule mpenzi wako. Wanapigana mabusu. Hivi mna uhakika na chumba chako kiongea? Ndio. Ndio tushamaliza. Tunakula nini? Kama ugali tunakula mchana saizi haturudi. Kama nenda basi kanunue. Asante. Dada mwiti wewe. Mimi ndo nimbishe.
Na maanisha sasa hizi da. Salama kwema. Ni kwema tu. Karibu. Karibu kiti kwanza. Nikae hapo. Ndoka. Haya, asante. Asante sana. Karibu, jisikie uko nyumbani. Asante. Alafu kama vile hauko sawa, sijakuzoea hivi. Kawaida, unajua tena barua kuchosha. Unajua mimi sina amani kabisa. Maana nahisi kakaangu akifika hapa anaogopa. Au ugopi? Sasa Shamila, sio unaogopa nini mpenzi wangu? Process zote za kuleta kosa kwenu nimeshakamilisha. Unapokuwa na wasiwasi hivyo, unawazesha mpenzi wangu. Wewe si wewe wasiwasi. Na mdogo pia. Huyu baba akasema kwa ni mgeni kama hiki kijiji. Anakuja kumtafuta mdogo wake. Sisi tumemkuta huko. Nakwambia hivi. Kama wazazi mnipeleka wazazi wenu, kaamua tumlete. Sisi tukao tumleta hapa nyumbani. Basi ni vizuri lakini kama tulizoenda kwa Sasa katoa taarifa ambapo tulipokutana na mtu. Yaani dada yangu nadhani mimi hapo nina tatizo. Na mimi niko tayari, mimi ni moto kwa moyo. Niada kwa balozi wapi nipeleke tu kwa nitambulishe. Dada. Mloga mkoze cyane. Nitashukuru sana. Naombeni mnipokee ndaka siku chache tu. Okay, sasa. Hali nyumbani wewe. Mimi ni mwenyeji wa Kigoma vijijini. Kweli unanipenda kama ninavyopenda mimi. Au basi tu yananisumbua. Maana mimi kwa kweli napenda sana mpenzi wangu. Usema wasiwasi. Kaka sikunde. Nilikuta moyo wangu umezama huko, kumbe wewe una mtu mwingine huko, utaumia sana. Usema wasiwasi. Na ndugu yangu anaitwa Ndobole Tungu, ndio nimekuja kumtafuta. Kwa kipindi natoka huko nilipoaliaga. Alisema anakuja, yani na maana kana natoka Kigoma alikuja huko Sukumani kutafuta maisha. Lakini kwa hiyo kwa chakuye yeye Kigoma alamba kana mtasikia. Asa kuongea nini? Basi hata tujaelewa chochote. Na bwana jisahau. Nasema hivi lakini tangu kilivyotoka Kigoma huko mpaka Nandia hakijawahi kurudi tena. Basi sawa. Nitaita pesa kwenu. Nitakuoa. Nitakuvuta utakuwa wangu. Basi kama anipenda kweli usinivute, usogeze. Basi sawa mpenzi wangu, usijali sawa. Nitakuoa. Sawa. Kama kakaangu atalizia. Hilo limeisha. Mgeni wa kijiji mgeni wa kijiji Dada. Samani kwa usumbufu. bila samani mdogo wangu. Nahitaji kutambulisha. Tambulisha. Namwona huyu mgeni. Namuona. Huyu ni mchumba wangu. Wow. Yeah. Karibu. Asante sana. Eti. Jisikia amani. Shukrani sana. Eti. Huyu kama unapomwona hapo mchumba wako. Mdogo wangu. Kama mdogo. Marahaba, mjango. Mbuzi. Nakumbuka. Baba watu alijichukulia. Hey, muone na hizo ndala kama madimpozi ya chura. Mpaka namshangaa.
Nataka nikuulize kwa wewe ulichukua mbuzi? Mbona nalibeba? Unataka kuniambia watoto ni waongo? Ondoka. Nenda. Yaje ufeo. Bodi. Karibu. Vipi? Safi. Ujio wako sikuwepo nao. Ni kweli. Nimeelekezwa na watu hapa. Ninaambiwa kuwa wewe unaweza kuitatua shida yangu. Amina. Nataka nikuulize mdogo wangu. Huyu mkako uliomleta kuja kutambulisha ndio aliyoiba mbuzi? Dada nisamehe. Basi sawa, mimi nakusamehe, lakini unajifikiria sana kabla ya kutenda kitu. Kuwa makini sana. Shida yangu mimi ni uchawi. Ila sio uchawi mbaya. Nahitaji uchawi mzuri. Umesema unahitaji uchawi mzuri. Ndio. Sasa uache nipumzike hapa. Alafu kesho kazi yako itaanza moja kwa moja. Ila tafuta sanda nyeupe. Haya sawa. Ingia kule ndani upumzike. Tempo vizuri. Mwanangu sikini niwaambieni sawa. Leo nimeenda, Amina kanichukua. Kanipeleka kwa dada yake kwenda kunitambulisha. Nimekuja na matoto. Vile na mimi ni mwizi wa mbuzi. Mimi nichapata viboko. Leo hii jana napotoka hivi tu, yani mnavyoniona mguu hapa. Kutoka kule. Wewe bro. Wewe ni halali yako kufukuzwa. Wewe nani alisema kujua wewe ni mwizi wewe? Nani alisema kujua kwa wewe ni mwizi? Sawa, lakini hiyo tabia chaga ya kitambo sana. Blaza. Sisi tunakujua kabisa wewe ni mwizi. Kwa blaza unataka ukatae kwamba wewe sio mwizi. Na sio kujua hapa kwamba wewe ni mwizi. Hata sisi hapa tunakaa tuna amani. Sikia blaza. Wewe zimeshaisha kabisa. Na ndio hivyo. Na hakuna mwingine tofauti na wewe. Hiyo ni halali yako kufukuzwa. Na hakuna mwingine tofauti na wewe. Kwa hiyo kuku zikipotea ule mtani unajua ni mimi. Wewe tena unatambulika sana. Unasikia mimi nakutambua. Hadi unapozidi kukaa na mimi hapo utaniletea madhara. Nakuta kubondo. Mimi ni haja kutoka kubondo. Kawaida hizi kweli kawaida. Sikia za nikwambia sasa. Wewe ndio hapo. Kwa nikataa. Eshi. Eshi. Umesema unaitwa nani kweli? Sawa tu. Hivi, mbona unasahau jina langu wakati nakwambia mara kwa mara? Jina lako ni gumu mno. Sawa, mimi naitwa Makoko. Ulisema yule unaomtafuta yule jina lake ni nani? Na lenyewe umeshasahau. Ila sawa tu.
Yule ninaye mtafuta anaitwa Ndogolo Ndurungu. Na majina magumu nyie. Ni majina magumu kweli. Majina magumu kama jinsi tulivyo. Unaona hata sura jinsi ilivyo ngumu. Ila sasa jamani, sawa. Mimi naombeni niendelee kukugomia hii miguru yanje. Unasemaje? Nasema hivi, mimi niendelee kukugomia hii miguru yanje, niende kumtafuta huyo mtu. Sawa? Aya, karibu tena. Haya, sawa. Majina magumu kama jiwe. Mwamba mwake. Lugha gani hiyo? Nilikuwa tunakusalimia. Mbona salimia? Aisee, samahani. Kuna ndugu yangu mmoja nimekuja huku kumtafuta. Anaitwa nani? Anaitwa Ndogolo Ndurungu. Lago, nani gani hiyo? Mbona hata sikuelewi? Ndio jina la huyo ndugu yangu, ndio mtu ambaye nimekuja kumtafuta huko. Blaza. Kweli? Kwa ndugu yako msifa. Haya, sawa. Za masomo. Hivi nyie ndio mama kabisa kuachia shule. Masuala ya kuacha shule sisi nyie anahusu. Lazima ituhusu kwa kuwa tunasoma shule moja. Amini shule ndio ufunguo maisha. Ipe ufunguo. Soma ndio upate ufunguo. Kutoa makongoro yenu huko kuja hapa kutetea habari hizo. Ukomee leo na muda huu. Tena sikiza nikwambie. Hicho kichwa kama papai. Sikiza nikwambie. Tumeacha shule kwa kutaka sisi wenyewe, hatujaambiwa na mtu yoyote. Sasa tafadhali urudi ulikotoka. Masuala kuja kutuambia sisi tusome imeshatuchosha. Nyie mnaosoma wewe asubuhi na kukesha. Someni mtakuja mwe marais. Sasa mmekuja kwa miguu zenu. Tafadhali muende. Na hiyo sura yako ilivyoenda pale utafikiri sisi kupitia makali. Na ndio mshangae sasa. Jamani ndio alipozaliwa. Huyo mwalimu kazi akayendi kutumwa kagula tu fimbo kutumwa kagula tu. Hakuna ndo maana sasa. Yaani kutuchapa fimbo bila kosa. Yaani ukikosea kidogo anakumukagula tu. Kwa hiyo huyo mwalimu alikuwa anamfundisha somo gani? Alikuwa anatufundisha hesabu. Ili kwani likalilo ni mwalimu. Kawaida tu. Amina. Kwa kijana leo kako ni Magogwa. Magogwa? Hayo mgeni wako. Amekuja huku kutafuta mzee. Anatokea. Ametokea Kigoma. Sasa sisi hatuna maneno mengi. Tumekuja hapa kukupitia pende sokoni. Mimi si mimi nataka. Kwa hiyo mgeni wa jamii maana yake ana furaha sana. Leo napika mapema. Ngoja sisi twende maana tutachelewa hizi mboga za shibe sana. Sawa. Mgeni